Mungu wetu, Baba yetu, tunaanguka mbele zako kwa unyenyekevu. Msalaba ni ishara ya ukombozi. Msalaba ni alama ya ushindi kwetu. Msalaba ni ukumbusho wa mateso ya Yesu Kristo. Nasi Mungu, tuko katika kipindi hichi tena cha Kwaresma, tukiutazama msalaba, tukitazama nguvu zako. Tunaandaa mioyo yetu ya ibada, tunaomba tukusikie, tunakupa mioyo yetu ya ibada. Andaa moyo wa kila mmoja mmoja Bwana, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu ninaomba na kushukuru, amen. Ninaomba ukiwa umesimama, fungua Biblia yako, kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Wakorinto iko baada ya Warumi pale. Pata, twende pamoja. Amen. Kwa sababu neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa sababu neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amen. Naomba uketi. Haleluya. Mungu ana tabia ya kutufunika. Wanadamu wana historia nyingi, lakini Mungu ana historia moja. Wanadamu wana maneno mengi, lakini Mungu ana neno moja. It is time to change the history. Ni wakati wa kubadilisha historia. Na ukiona mtu mmoja ambaye baada ya hii semina Mungu atamtendea vitu ambavyo kila atakayesimama nyumba yako atakuwa mpiga kelele tu kwa jina la Yesu. When God talk, anyone who talk behind is the noise maker. Mungu akishaongea, yoyote anayeongea nyuma yako ni mpiga kelele. Yoyote anayeongea nyuma yako ni mpiga kelele. Anyamazishwe kwa jina la Yesu. Anyamazishwe kwa jina la Yesu. Na historia walionayo, wanamjua wewe kama Sauli. Wanamjua wewe kama nani? Kama Sauli. Sauli alikuwa anaenda kuua watu, akaomba na waraka, akapewa na waraka, akachukua. Kwa nini? Anaenda kuua watumishi wa Bwana. Akaenda akafika maeneo ya Dameska. Alipokuwa anatembea akakutana na Bwana. Haujanielewa, alikutana na nani? Alikutana na Bwana. Mungu akamwambia, mbona unaniuzi? Mbona nilikufa kwa ajili yako? Alipokutana naye akawa kipofu kwa muda. Wale waliowaomba waraka walijua Sauli anafanya mambo. Sauli anaua kama kawaida. Hawajui hapo barabarani amekutana na Bwana. Hawajui hapo barabarani amefanywa kipofu kwa muda. Hawajui hapo barabarani waraka umebadilishwa. Haujanielewa. Hawajui hapo barabarani amekutana na mfalme. Hawajui hapo barabarani jina limebadilika. Wao wanajua Sauli anaendelea. Huku nyuma wanasema yes, tutazika vya kutosha. Hawajui on the way Sauli cheza akafanywa kipofu kwa muda. Baadaye akatumiwa mtu akamwambia, magamba yakamwondoka. Sauli baada ya kufanywa kipofu kwa muda, inawezekana you are state of kipofu. Inawezekana uko kwenye hiyo state ambayo huoni tumaini, huoni tegemeo, huoni kusonga mbele. Hata Sauli alipokuwa anaenda kuua alifanywa kipofu kwa muda. Inawezekana huoni na tumaini limekata kwako, lakini nakwambia ya kwamba waongee wote. Sauli alipokutana na Yesu akabadilishwa, akaitwa Paulo. Yule aliyekamata waraka wa kwenda kuua watu wengi, pia aliandika nyaraka nyingi za Biblia, pia aliandika injili nyingi. Haleluya! Kabla ya kuingia kwenye Kwaresma, walikujua wewe ni msulumaji, walikujua wewe ni mtu wa madeni, walikujua wewe ni yule wa kuachika, walikujua kwa jina moja tu ya kwamba wewe ni tasa. Katika Kwaresma hii ambayo Mungu anaenda kutuhudumia na msalaba unaenda kutuhamisha, hawajui uko njiani kuelekea msalaba, hawajui uko njiani
kitabu cha Wakorintho, kitabu wa kwanza, wa pili, kitabu cha Wakolosai, wa kwanza, wa pili, kitabu cha Warumi. Yani yule ambaye alikuwa amechelewa anawamendea wale wanafunzi wa Yesu awaue. Yeye Biblia inatuambia ya kwamba ndiye aliyeandika nyaraka nyingi hata kuzidi wale wanafunzi wa Yesu. Usimkatie mtu tamaa, bado niko tumaini kwa Bwana kwa jina la Yesu. Usikatie ndoa yako tamaa, niko tumaini kwa jina la Yesu. Niko tumaini kwa jina la Yesu. Haujanielewa, niko tumaini kwa jina la Yesu. Biblia inatuambiaje? Naomba tufungulie kitabu cha Ayubu. Tuna wengi wenye Biblia, na wengine ni vijana very smart wako hapa. Kwa hiyo naamini tunakwenda kwa haraka. Kitabu cha Ayubu 14:7 hadi na kuendelea. Anaposema lipo tumaini kati ya mti uliokatwa ambao ni wewe, ya kwamba kwa harufu ya maji utachipuka tena, ya kwamba kwa harufu, yani iko tumaini kati ya ile biashara iliyokatwa, yani iko tumaini kati ya ile ndoa ambayo huoni tumaini, yani iko tumaini kati ya wale watu uliowakatia tamaa. By smell, kwa harufu ya maji katika majira ya Kwaresma utachipuka tena. Sema nachipuka tena, sema nachipuka tena. Lazima uende kwenye hatima yako kwa jina la Yesu. Ndani ya wiki hii, kila mkuu aliyezuiliwa kwenye maisha yake awe amewekewa makaburi ambayo ni ukuta. Wengine wamewekewa ukuta asipate hata msaada kutoka kwa watoto, wengine wamewekewa ukuta asipate msaada hata kwa watu wanaomjua, wengine wamewekewa ukuta asipate msaada hata kwa mume wake. Anapiga kelele, mama tujenge, baba tujenge, lakini adui wa kwanza wakati mwingine anaweza akamtumia mume wake. Lazima utoke hapo kwa jina la Yesu. Lazima utoke kwa jina la Yesu. Toka kwenye hicho kifungo, toka kwenye hayo makaburi, toka kwenye hilo giza, toka kwenye ule uharibifu kwa jina la Yesu. Nimesema utoke kwenye ndoa, nimesema utoke kwenye hiyo mipaka. Haleluya. Kuna wakati shetani anafunga mafanikio yetu, kuna wakati anafunga njia zetu, kuna wakati anafunga hatua zetu, na ndio maana katika kitabu cha Ayubu 19 pale, Ayubu 19 kinapofungua, Ayubu 19 mstari wa 8 na mpaka wa 9, anaposema kwamba amenifunga, ametia giza katika njia yangu, amenifunga miguu yangu nisipate kupita. Kuna watu ambao njia zao ni wakuu wako hapa, ni wakuu wako hapa. Naongelea ni watu wakuu, ninaongelea ni wamiliki wa makampuni, ninaongelea ni wamiliki wa mashule, ninaongelea ni watumishi wakubwa, ninaongelea ni msaada wa jamii, lakini mahali walipowekwa ni mahali pa aibu, ni mahali ambapo hawana msaada. Yesu mwana wa Daudi aliyeshinda kifo na mauti, aliyeleta msalaba mbele ya aibu yako, ukuhamisha kutoka kwenye giza ukupeleke kwenye nuru ya pendo lake ili ukastawi. Yuko mahali hapa kukuinua tena kwa jina la Yesu. Usimwachie giza watoto wako, hata kama kwenye ukoo wenu wameandika utafika mpaka hapa utapita. Ni lazima ulazimishe, maana watu wa rohoni ni watu wenye nguvu. Hautakufa kama walivyokufa wazazi wako, hautakufa kama walivyokufa ndugu yako. Wamesema kwenu hakuna magorofa, ni wewe unayetakiwa kuyainua leo kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Kuna watu wamewekewa kamba ambazo ndani ya wiki hii ni lazima zikatike. Njia zao zimewekewa giza wasipate kupita, wamekuwa kama vitu